Ndio. Ujasiri mwingine ambao unahitaji ni ujasiri wa kujiamini bila kuona dalili yoyote ile. Kwamba hapa hamna dalili. Lakini wewe unajiamini. Unaamini kwamba utafika kule. Nikatumia mfano wa mmea ambao unaitwa Chinese bamboo. Chinese bamboo yenyewe ukiipanda yenyewe unaendelea kumwagilia, lakini unaona kwamba haichipui, haitoki. Kwa unabaki unajiuliza hapa nafanya nini, lakini unaendelea kumwagilia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, haichipui. Lakini imagine sasa kuna mtu ambaye ana maono ya mchicha, yeye anapanda mchicha. Mtu anayepanda mchicha anakutazama unapanda Chinese bamboo, anaona tu hamna kinachoeleweka. Yeye mwezi wa kwanza ameshavuna, mwezi wa pili amevuna, mwezi wa tatu amevuna. Anakuangalia, wewe vipi wewe, unaenda unafanya nini? Bado unakaa tu hapo ukiamini. Changamka wewe. Na wewe unaendelea kushikilia maono yako. Hapana, Mungu kanyambia Chinese bamboo. Inapita mwaka bado unataabika, jasho linakutoka, unaendelea kumwagilia tu. Kwa hiyo kila wakati unatazama, unamuona yeye anafanikiwa, alafu wewe unaona kwamba kama vile ufanye kitu. Hapana, mteule. Kuna kitu kinafanyika. Kuna kitu kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kule kumwagilia kwako anakupanga kwa ajili ya kule unapoelekea. Chinese bamboo ajabu yake ni kwamba mpaka inapofika kwenye mwaka wa 5 kwa 6 ndipo ambapo inaanza kuchepua. Na inapotokea hivi inachukua miezi 6 tu, inapanda mita 90. Na ikishapanda mita 90, thamani yake huu mmea ni wa ajabu sana. Ni una thamani kubwa sana. Kwa hiyo yule ambaye mchicha inapofika mwaka wako wa 5 wa 6, wewe huku umelipuka, kila mtu anaanza kushangaa nini kinaendelea, wanaanza kukuita Freemason. Hapana. Ulikuwa unamwagilia na Mungu alikuwa anakuelekeza kwenye hayo maono. Kwa wakati kudhihirika utafika tu. Maono yako yatatimia. Usikate tamaa kijana, endelea mbele.